Hello, karibu tena katika Familia TV. Ninakualika mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu kizuri. Tupo katika mwendelezo wa kipindi chetu kinachosema vitu vinne vinavyojenga uhusiano wa ndoa. Leo tupo kipengele cha 4 kinachosema mwili mmoja, kuwa mwili mmoja. Ninakusihi kabla tujaendelea, kama hujasikiliza vipindi vingine vya nyuma ili uweze kuelewa, jaribu kupitia vipindi hivyo ili uweze kupata mtiririko mzuri. Lakini pia kama bado haujasubscribe, kulike na kushare, fanya hivyo ili upate kupata mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunaviweka kila siku ili uweze kupata elimu hii. Watu wanajiuliza, kuwa mwili mmoja, unakuwaje mwili mmoja wakati ni binadamu wawili wanaotofautiana jinsia lakini kila mmoja na mwili wake unaojitegemea? Inakuwaje? Sasa katika somo hili tunatembea na vitu vitatu. Jambo la kwanza ni kutembea pamoja, jambo la pili ni kusimama pamoja, na jambo la tatu ni kujamiana kwa maana ya kimwili. Naomba ufahamu jambo la kwanza. Mwanamume alipoumbwa alikuwa peke yake, na Mungu alipokuwa akimuumba alikusanya mavumbi ya ardhi na kufinyanga na kapuzia pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Alipokwenda kumuumba mwanamke, alimtoa bavuni kwa Adamu. Maana yake ni kwamba mwanamke alikuwa ndani ya mwanamume pasipo mwanamume kufahamu. Kwa hiyo anatoka nje, anaposema kuwa mwili mmoja ni kana kwamba anarejelea kile kitu ambacho kilifanyika awali. Mwanamke akawa ndani ya mwanamume. Ndio kinatendeka sasa hivi. Sasa katika vipengele vyetu, kipengele cha kwanza kinasema kutembea pamoja. Tunapozungumzia kuwa mwili mmoja, tunazungumzia uhusiano wa watu wawili ambao wamekubali kuambatana au kutembea pamoja. Ukiona watu wanatembea pamoja, maana yake ni kwamba wamepatana. Kwa hiyo anapozungumzia dhana ya kuwa mwili mmoja, anamaanisha mapatano ya watu wawili wa jinsia tofauti walioamua kuishi pamoja. Haya ni mapatano. Kipengele cha pili anasema kusimama pamoja. Wanapozungumzia masuala ya kusimama pamoja, hapa anazungumzia ni muunganiko wa kimwili au watu wawili wanaoshirikiana kwa kila kitu, katika mwili, katika mali zao, katika fikra, katika hisia zao, katika furaha, katika mateso, matumaini, hofu na mafanikio yote wanashirikiana. Hapa anasema kusema pamoja. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maamuzi wanayokuwa wakiyafanya yanakuwa yamelenga kitu kimoja. Jambo la tatu, kujamiana. Tunapozungumzia kuwa mwili mmoja, tunahusanisha kwa mahusiano ya kimapenzi kati ya watu wawili wa jinsia mbili tofauti. Katika Mwanzo 4 fungu la kwanza anasema Adamu akamjua Hawa mkewe. Kwa hiyo anapozungumzia swala zima la kuwa mwili mmoja, anazungumzia vipengele hivyo vitatu: kusimama pamoja, kujamiana, lakini pia kutembea pamoja. Kwa taratibu kabisa, tuandikie hapo chini kwa umejifunza kitu gani katika somo fupi la siku ya leo. Lakini usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante, mimi ni Satumbu. Wakati mwingine.